Okay, mambo vipi mwanafamilia Wako Jako Online TV, na hapa leo tukiwa katika headquarter zetu za Mikocheni B. Hii ni Wako Jako Online TV. Piga story 2-3 tukiwa na chifu wakwenda jina lake akiwa anaitwa Kulwa pia Mechanics hapa kazi. Ya studio yetu kuna wababu wa kutosha, niko na Wamba official boy. Niko na Major King hapa. I'm here. Zazi mambo ni mengi sana. Niite mode face hapa ni Wako Jako Online TV. Habari hadi Kulwa. Kizazi sana mtu wa kazi, mtu wa mekanika. Mambo vipi bwana? Safi, kwema za kwako ndugu yangu. Safi, karibu sana katika studio zetu. Asante. Enjoy kuwa na wewe bwana. Mimi nafurahi kukutana na watu kama miamba kama nyinyi. Kabisa. Bwana Bariadi wanasemaje? Bariadi wako vizuri, tunamshukuru Mungu. Sasa ni kipindi cha mvua. Kwa mvua zinanyesha kweli kweli. Okay. Bana chifu nawe karibu sana japokuwa nyumbani hapa. Thanks man, thanks nyingi sana. Tuko hapa leo ndani ya combination ya Bwana Kulwa Bariadi Mechanics. Hapa tuko na Wako Jako OG. Mambo spare parts. We here. Sasa nimekuwa ni jambo jema kukutana na Wako Jako spare parts. Miamba miwili Bariadi. Bwana nikwambia kitu kimoja, vyuma vimegongana hapa kwa sababu huyu ni kontaa wa Bariadi, pale ni kontaa wa spare Ilala. Kwa hiyo jiandae, kuna kitu kitawaka hapa. Jambo zito sana. Hapo cheche lazima zipige. Bwana tunataka kujua vitu vichache sana. Sio vingi sana. Ufanyaji wa kazi wako ukiwa Bariadi na mazingira yako unapodondoka Dar es Salaam. Changamoto gani unakutana na wateja wako katika masuala ya biashara? Nadhani kila sehemu changamoto zinakuwepo kwenye kazi. Na mimi nadhani kuna wakati napaswa tu kulingana na changamoto zinavyokuwa inabidi ukabiliane nazo. Ndio. Kulingana na utendaji kazi. Sahihi. Kwa sababu uwezo ukasema unakutana na changamoto uache kufanya kazi, lazima uendelee kufanya kazi. Lazima. Sababu kazi ndio inafanya tuwepo mjini. Kazi ndio zinafanya tuendelee kuishi. Na kwa upande wa wateja, mteja wa kiume na wa kike ni mteja gani ana changamoto zaidi? Nadhani kwenye upande wa wateja wote wako sawa, hamna changamoto yote. Ndio. Nadhani inategemeana na mteja anakuja vipi na mpokea vipi. Okay. Kwa upande wako Major King, tunataka kujua, kabla wewe ni muuzaji wa spare, lakini tunataka kufahamu spare zako unazitolea wapi mpaka zinafika Dar es Salaam na kuelekea Bariadi kwa Kulwa? Mizigo ni vile tunachukulia Dubai, nyingine Japani. Kwa hiyo we mix hapo kati hapo. Na tunadili na spare za namna gani? Tumemix pia kwa sababu tunachukua spare za kampuni tofauti. Pia tunauza pia spare za motorcycle. Hapana, sisi ni magari, tumebase kwenye magari peke yake. Okay, na kwa upande wa Kulwa, bwana gari na sehemu nyingi unajua wewe ni fundi, umebobea kwenye sehemu gani ya gari? Mimi nimebobea kwenye upande wa mechanics. Maki gari na sehemu kama tatu, kuna mechanics, kuna wiring pamoja na body. Sawa. Ikitokea mteja ameleta gari lake na anahitaji mambo ya wiring na wewe ni mechanics, unachukua hatua gani? Mimi nadhani itakapokuwa imefika pale nitaipokea kazi kama kazi. Baada hapo nitamuita fundi ambaye anahusika na upande unaohitajika. Kwa kisha kuja fundi sasa, unaongea naye basi kazi inaendelea. Kwa nini umemchagua Wako Jako kwenye upande wa spare? Wako Jako mimi nadhani ndio mkombozi wangu kulingana na uhitaji wangu wa spare. Maana spare zake zote ziko vizuri. Sije kukutana na changamoto. Changamoto zinakuwepo ni dogo ambazo zinasovika. Na bahati nzuri ni mwepesi. Kama kuna changamoto yuko lazi, ulisolve tatizo na kuendelea na maisha mengine. Major King, katika mazingira ya kufanya kazi na Mr. Kulwa Bariadi, kuna changamoto gani ambazo unaziona anazopitia kwa wewe, labda mgaigai hivi wanasema watu wa mjini? Hapana, ujue mpaka unaona watu wana chemistry nzuri hapo, kwa sababu bila shaka ukweli unaekwa mbele. Yani mpaka unapomwona mtu ana chemistry nzuri na muhitaji, basi hapo ujue wamenyoka. Ugaigai unakuwa hamna. Kama kunakuwa na ugaigai, yani lazima, ni zamani sana mtu anakuwa na ukikutana na mteja namna hiyo anakuwa mgaigai, utaendelea kufanya kazi au unakuaje? Sasa ukiendelea kufanya naye kazi anakupasua kichwa. Kwa hiyo kama uko tayari kuendelea kupasua kichwa unafanya naye, lakini unapokuwa mtu amenyoka anakurahisishia hata wewe kuendelea kufanya kazi naye vizuri. Inakupa muda gani kumwamini mtu na kufanya naye kazi? Mimi siku hiyo tu ya kwanza. Siku hiyo yani unanipigia na kufahamu yani hapo mimi naanza kumwamini trust. Kwa hiyo hapo ni litani kwa upande wake. Na kwa upande wa Bariadi, unapoagiza mzigo kutoka kwa Wako Jako Ilala, Dar es Salaam mpaka Bariadi, inaweza kuchukua siku ngapi? Mimi nadhani huwa ni siku moja kisha kunaipata. Okay. Ni siku moja ukishatoa order, nadhani wakati wewe unapotoa order mzigo unafanywa recovering
Baada hapo napelekwa sehemu ya usafirishaji, almost inachukua kama siku moja kesho yako naupata. Pia unawezaje kumshawishi mteja akatoa hela yake na akasubiria spare ambayo inatoka Dar es Salaam? Mimi nadhani kulingana na utendaji kazi wangu unamfanya mteja anakuwa ananiamini. Okay. Sababu kama mteja ananiamini sidhani kama kuna changamoto yoyote. Na isitoshe kulingana na utendaji kazi wangu sijakutana na changamoto kubwa sana kwa sababu kulingana na mtandao wangu na ndugu zangu naofanya nao kazi wako vizuri. Okay. Mimi na wakati mwingine hapa uhitaji hela, wakati mwingine tunamwambia tu mteja subiri spare yako itakuja, basi utatoa hela yako. Kurwa Bariadi. Kurwa mechanics. Kumtia ndimu mteja wako? Kwamba ushawahi kumtia ndimu mteja wako? Mfano na kifaa chake, na kifaa chake amekuja na gari lake akiwa alielewi hivi, alafu ukasema hapo kwa sababu mteja haelewi, ngoja nimwambie hapa pana bovu sehemu fulani. Yaani unamtia ndimu, wanasema unamkanyagia, alafu unapita nazo zote. Sijawahi kufanya. Sijawahi kupita hivyo. Sijawahi kufanya hivyo kulingana na utendaji kazi wangu. Katika utendaji kazi lazima unapaswa utangulize Mwenyezi Mungu kwanza. Na kazi hizi huwa ni uaminifu. Umeona? Unaweza kuwa mwaminifu, unaweza usiwe mwaminifu sidhani kama utapata kazi. Kazi ni mwaminifu. Uaminifu. Kwa hiyo kwa maana nyingine unapokuwa mwaminifu utapata kazi na kazi. Kwa sababu utakapokuwa mjanja unamtia ndimu, akija kugundua sidhani kama utaendelea kupata mteja. Sawa, ni siku ngapi ishakuachia mteja gari na kalikuta kama lilivyo? Yaani so nadhani kuna wateja wengine kuna gari zao zipo mpaka zinakata mwaka, wanakuja na wapo kabisa wanakuja wanaona. Kwa hiyo nadhani hizi kazi ni uaminifu. Kwa hiyo na imani katika nani yako wewe ndio utakuwa ndio CEO wa hiyo kampuni yako, sio? Mimi ndio CEO. Changamoto gani inakukuta katika wafanyakazi wako? Maana naamini wafanyakazi wengi bwana wa magari haya wale mafundi wale wakishamaliza wana test. Mwingine hajui kuendesha gari vizuri, lakini akisha test kalibomoa tena. Bahati nzuri utaratibu wangu pale kuna utaratibu wake. Kwanza inapokuja kazi napokea mwenyewe. Kama kuna changamoto natoa maelekezo, wakishamaliza watanipa maelekezo, gari iko tayari, unaweza ukatest. Na hujawahi kumchezeshia hata kofi hivi kijana? Hivyo vinatokea, hivyo vipo. Lazima kuna wakati lazima umweke sawa, sababu unapokuwa unafanya kazi kuna challenges zinakuepo, kwa hiyo unapaswa uende nazo inapotakiwa. Mambo ya mandonga yanakuepo, sababu uzuri pale mimi na vijana wapo ambao wanaojitambua wako kama 4 na wengine wadogo kama 7 hivi. Kwa ni wadogo ambao wanajifunza kazi. Kwa hiyo lazima bila makofi kidogo mambo yaendi. Gani katika kazi yako hiyo? Mpaka sasa na miaka 8. Miaka 8. Tukirudi kwako Meja King. Umefanya kazi muda mrefu nadhani katika masuala ya spare part. Una uzoefu wa kutosha. Mbobezi. Tumeanza tukiwa tuna umri wa miaka mingapi? Umri sikumbuki, lakini nachokumbuka tu nilipomaliza elimu ya form 4 mimi niliamua kubezi tu kwenye swala zima la spare part. Na umekuwa mfanyabiashara mzuri sana. Na imani unaweza kuwa umeshatunukiwa tunzo hata 2-3 hivi. Hizo zipo. Unajua unapotenda kazi vizuri ama unapokuwa una ufahamu ueledi wa kutosha unapewa hizo zipo. Changamoto kila binadamu ana ulevi wake. Mimi nitamani kusikia Meja King, ulevi wako ni nini mzee? Bana, kwa kweli mimi napenda kula. Yaani sipipese hivi. Mimi napenda sana kula. Masuala kula uko kitu kizuri. Kwenye mambo ya mvinyo, pombe. Mvinyo hapana. Yaani ninachoweza kushukuru bana mpaka age hii niliofikia. Sio mtumiaji. Kwa hiyo nafikiri nimevuka huko. Spare parts zako tunazitolea Dubai na pamoja na China, si ndio? Kwa sababu mabango yanaelekeza hivyo China na Malaysia na Dubai. Japani pia. Hiyo changamoto ya China, Japani, Dubai, wapi pana kidogo unafua changamoto hizi? Maana changamoto hazikosekani. Unafuu, yani kila sehemu kuna ugumu na unafuu. Kwa hiyo ukisema ukompare hivi, mimi nafikiri unafuu. Sasa sijajua tuweke kwenye upande gani. Yaani jinsi ya kuchukua spare ya Japani kuna urahisi gani na jinsi ya kuchukua spare yani ni sehemu gani mzigo unawahi kufika kwa haraka kati ya Japani, Dubai? Sema kwenye kuwahi kufika ni Dubai. Ukija Japani, China obviously nachelewa. Ni umbali, hata ukiangalia umbali. Na jinsi mzigo wanavyokupa ile package yake, labda mnaenda kununua kwa mafungu ama kwa style gani? Sasa inategemea ni sisi wenyewe tunapokuwa tunafika kule, unapokuwa unahitaji bidhaa hiyo unayotaka ndio unaweza ukachoose, kwa sababu unaweza zipo gari ambazo unaweza gari ukakata. Kwa hiyo kama uhitaji zile sampati ya kwenye hiyo gari ambayo ni ya kukata, unaenda kununua ambayo
wamesha separate kabisa. Na kumekuwa na taarifa nyingi sana katika masuala ya bandari yetu hapa. Wewe unaona kuna nini gani ambayo inakuwa changamoto kwako katika mazingira kushusha mzigo kutoka Dubai ama China ama Japan? Changamoto zinatokea. Changamoto zinatokea na obviously muda mwingine ni bahati mbaya. Kwa sababu unakuwa umeweka target vizuri kutoka wapi Dubai mpaka hapa, obviously umetenga muda wa wiki 2 mzigo uweze kufika hapa, ila inapofika hapa kuna mambo ya vizuizi nini na nini. Kwa hiyo unaweza ukajikuta unakaa miezi 2 kasoro ishafika hiyo. Na kwa upande wa Kulwa Bariadi, watu wengi tunajua wanapendelea kusikiliza mziki, kuangalia movie na michezo. Kwa upande wako unapendelea kategori gani? Mimi nadhani upande wangu ninafuatilia sana mchezo. Ndio. Mchezo wa namna gani sasa? Mpira. Na wewe ni shabiki wa timu gani? Mimi ni shabiki wa timu ya Simba. Simba Sports Club. Ni mchezaji gani anakuvutia sana msimu huu? Wachezaji nadhani karibia wote wananivutia. Wako vizuri. Sahihi. Simba Sports Club. Namba 6 ya Simba Sports Club ni mchezaji gani? Mtego. Ni swali hili. Namba 6 pale nani? Ni Yusuf Kagoma yule. Yusuf Kagoma. Ana replace, lakini mimi najua kuna mtu anaitwa Ngoma. Huyu ni namba 6 pale, typical muda mrefu anakuwa anacheza pale katika. Kweli nadhani wao wanapokezana. Maana pale jamaa wanapokezana pale. Huyu ana replace. 7 namba 8. Kwa mimi nadhani bwana, tupo na Kulwa Mechanics, mtu ambaye amebobea zaidi kwenye masuala ya utengenezaji wa magari. Yeye ni mekanika mzuri, na kama upo Bariadi na nje ya Bariadi unaweza kumuona Kulwa ili kupata ubora wa gari yako, kwa sababu yeye hana tamaa, anahakikisha gari lako linapona na kwa katika quality ya juu ili kuingia barabarani. Bwana Kulwa Bariadi, tunajua kwenye familia una watoto na anatamani kujua kuna mtoto unampenda zaidi kuliko wengine? Watoto wote ni sawa, wote nawapenda. Wanangu wote nawapenda. Nawapenda sana. Sahihi. Watoto ngapi? Na watoto wawili. Na unatamani siku moja kuwaleta kwenye spare? Mixer. Kwenye spare lazima, nadhani natamani sana ipatokea siku waje waonane na King. Major King. Bana mtangazaji wako hapa Model Face, pia na kukukumbusha usisahau kufuatilia spare bora kutoka kwa Wako Jako Spare Party. Ni mjini Ilala pale maeneo ya Songea. Pita hapo utapata kilichokuwa kizuri zaidi. Huu udhamini tosha ambao unaenda vizuri zaidi kwa Wako Jako Spare Party. Ana spare bora zaidi kutokea Dubai pamoja na Japan, pia usisahau China. Unapata kilichokuwa bora zaidi. Sogea hapo uweze kupata kilichokuwa kizuri. Bana, tukiwa tunaendelea na majambo yetu 2-3, tukikumbusha hapa Major King, umetembelea sana maeneo mengi Dubai nini wapi. Kuna swali moja la kizushi tu. Nikizungumza UAE kifupi kirefu chake nini? UAE. Ni United Africa sijui na nini huko, lakini ila iko King kama anatungia hivi. Hatuwaelewi. Hapana. Sio Afrika. Watajua wenyewe. Wewe unasafiri. Kabla hatujaendelea, nataka Kulwa Bariadi awaeleze wateja wa Bariadi anapatikana sehemu gani, ili mteja anapokuwa na gari lake na changamoto anampataje? Kwa bahati nzuri Bariadi pale inapatikana maeneo moja tu Salunda. Kama na stendi ya Msoma. Ndio. Basi unaenda Mtarime. Sawa. Utakutana na garage moja inaitwa Kulwa Mechanics Solution. Unapatikana pale muda wote, sasa inapatikana pale Bariadi. Kwa kama una changamoto yoyote ya gari yako, wasiliana na Kulwa Mechanics. Namba za simu ili namba za simu tunapatikana pale ni 0768 68 47 20 unampata Kulwa Mechanics Bariadi Solution. Bana, bango kubwa sana hilo. Lakini pia Wako Jako Spare Party leo tunaizungumza sisi, lakini pia tuko na CEO pia tutakuomba unamuita Major King na lazima ujitangazie mwenyewe jambo la leo. Ujibrandi mwenyewe. Unapataje? Mimi nafikiri wamerahisishiwa kwa sababu kwenye mambo ya mitandao ya kijamii obviously tunafahamika tuko Ilala Mtawarindi, Ilala Mtawasongea. Hapo bado unaweza kutupata sisi kama Wako Jako Spare Party na kwa bidhaa bora na imara kwa ajili ya gari yako pia. Karibu sana. Instagram unatumia Wako Jako Spare Party? Instagram ipo hivyo, Wako Jako Spare Party. Na unashakutana na changamoto za kwenye mitandao hizo? Changamoto hizo zipo. Changamoto hizo zipo kwa sababu kuna akaunti ambayo
tulikuwa tukitumia afu ikaja ikabadilishwa jina ikaekwa la kike. Ile ndio ilituchanganya. Changamoto ilikuwa kubwa sana. Ile ilituchanganya. Account ya kwenye Instagram, YouTube au ni wapi? Hiyo ilikuwa TikTok hiyo. TikTok. Okay. Okay. Wewe ni unafanya biashara nyingi za masuala ya spare part. Lakini kitu gani kimekuvutia zaidi ukawekeza pia kwenye masuala ya media? Okay. Mimi nafikiri entertainment tu, yani tunapenda burudani kwa sababu hatujaianza hii, tulianza kwenye jamii huko, mambo ya mipira, chemistry, yani unajua unapotengeneza chemistry nzuri na watu wa karibu wapoa zaidi. Kwa hiyo tunaamini na kazi zetu zinahitaji watu. Kwa hiyo tunapofanya haya majambo inakuwa inatupa base kidogo ya watu na nini, na majambo yanaenda vizuri. Nataka kusikia shout mbili zikienda Bariadi kupitia Kulwa. Tupelekee shout mbili zinaenda kwa nani pale Bariadi? Shout ya kwanza inaenda kwa vijana wangu wa kazi. Naam. Kampuni yenyewe inasimamiwa na CEO Kulwa Mechanics mwenyewe. Shout ya pili inaenda kwa ndugu yangu mmoja fundi umeme. Naam. Anaitwa Edward. Fundi umeme. Bwana kama tuko bungeni. Shout zinaenda kwa nani mzee? Shout bana, da mimi napenda kuzipeleka kwa wote ambao wako karibu nasi pia. Ya pili tunapenda kuipeleka kwa mama la mama. Angalau naye ipate hii leo. Mrs. Major King, mama watoto. Kubwa. Bana, mimi nashukuru sana tukiwa katika uwepo wa leo, tulikuwa na Kulwa Bariadi pamoja na Major King. Mambo ni mengi sana, tumeongelea vitu vingi sana, lakini kikubwa zaidi nawatakia siku njema kwa siku ya leo. Shukuru sana. Mambo ni mengi sana. Bana, ni Temod Face wa Wako Jako Online TV, na hii hadi wakati mwingine.